na yeye au kuwa anahisi kama watu wengine walikuwa wanahisi. Yeye alikuwa anahisi ana nguo, hafai nguo. Yeye kwa sababu ya ile mapepo. Na tunasoma ya kwamba huyu mtu wakati walianza kuacha kumfalisha nguo, kwa maana walitaka wamfalishe nguo, kwa maana yeye anakaa kama sio binadamu. Lakini wakati walipomfunga minyororo, wakamfunga hata na pengo, na yeye akararua kama karatasi. Hakuweza kufanya nini? Kuogopa. Kwa hivyo alikuwa na mapepo hatari sana. Na hiyo mapepo wakati Yesu anapita pale, yanamtambua Yesu, anamwambia kwamba wewe mwana wa Mungu una nini na mimi? Una nini nami? Unataka kunitesa? Unaona, huyo mapepo ambaye alikuwa naye ni mapepo hatari sana. Ndipo sasa hiyo mapepo namfanya, unajua mapepo yanatambua. Unajua mapepo yameongozwa na nani? Na Ibilisi. Kwa hivyo Ibilisi anakujua. Anajua wewe vile unakuja kanisa. Anajua mahali huko. Anajua wewe imani yako iko namna gani. Kwa hivyo alipoona Yesu alichoma ndani yake. Ndipo sasa akaanza kusema, wewe Yesu una nini na mimi? Unataka kunitesa? Kama namna gani? Huyu mtu hakuwa anafaa nguo, au kuwa anakaa katika nyumba, au kuwa anakaa kama binadamu wengine. Na yeye alikuwa anakaa katika makaburini. Mnajua makaburini iko nani hapo? Ukiota usiku, unaota ya kwamba uliona mtu. Hapa unaona ya kwamba ulikuwa utakimbia. Ni kama vile unaweza kuota ya kwamba kitu fulani mbaya kinakufuata usiku unapoota. Lakini yeye wewe hebu fikiria kwamba ya kwamba unaenda hapa makaburi, lakini siku hizo makaburi hiyo watu wamechenga hata makanisa huko. Ni wakati makaburi hiyo ilikuwa hapo Nyambera. Mimi singekuwa napita hapo karibu, kwa maana nilikuwa naona msalaba hiyo natoka bwana mbio. Nikienda wakati hiyo ilikuwa msitu hapo. Ukipita pale unataka kwenda joo kidogo hapo. Unaingia makaburi. Unatoroka. Lakini huyu mtu hakujali. Hakuwa alienda anakaa huko. Ndipo sasa Yesu sasa anapompata akamuuliza, wewe jina lako ni nani? Anajiita Jesse. Anasema yeye ni Jesse, kwa maana mapepo ni mengi. Yeye anajiita nani? Jesse. Ndipo sasa alipokuwa sasa akiona ya kwamba Yesu amefika pale, hiyo mapepo sasa yakaanza kusema na Yesu. Yakasema ya kwamba, Bwana wa Mungu, wewe usitutupe hapo Simoni. Wewe tuweka wapi? Kwa hii nguruwe. Unajua siku nyingine nilikuwa nafikiria sana, kwa nini atukuli nguruwe? Unajua wakati wa zamani sisi tulikuwa nakula nguruwe. Wakisii wale wa zamani hawakuli nguruwe. Kwa maana nguruwe ni kama imelaaniwa. Kwa hivyo hiyo nguruwe haikuwa inakuliwa. Lakini siku hizi sausage, wewe unakula sausage, ni nguruwe tu unakula. Ndio nasema leta hiyo mzuri. Ni nguruwe tu. Ni nguruwe inalaaniwa. Sasa hawa mapepo wanasema ya kwamba usitume Simoni, lakini utupe wapi? Tuweke kwa hiyo, tuacha tuingie kwa hiyo nguruwe. Yesu akawapa hiyo ruhusa, na nguruwe wakatoroka mpaka wapi? Na hapo walifanya nini? Walikufa pole. Watu walipokuja wakashangaa, wakakuja wote, wakakuja ili waweze kuona ni mambo gani yametendeka. Walipoona nguruwe zote zilikuwa nyingi huko mlimani zinaliswa. Nani ameona Wamasai wakichunga kondoo, wakichunga ng'ombe, wakichunga hata mbuzi? Nani ameona? Kondoo zinafuatana hata ukitoka kutoka huko Kisii mpaka hapa town.
bado hiyo kondomu ya mtu mmoja, na hiyo nguruwe ilikuwa hivyo. Sasa sote zikaenda zikaangamia pale, zikaangamia sote. Ndipo huyu mtu sasa alipona, akavaa nguo, akaanza kukaa wapi? Mguu ya Yesu. Kwa nini? Kwa maana ameponywa. Watu walishindwa kumshika, walimfunga na nyororo na pingu, lakini akafanya nini? Akararua kama karatasi. Lakini hapa Yesu anakuja anasema tu neno, na huyu mtu amefanya nini? Anaponywa. Ndipo sasa tunasema ya kwamba kwa Yesu hakuna jambo lolote hata liwe gani ambaye ataweza kutatua. Ukija kwa Yesu mambo yote yanajulikana. Haleluya. Kama huyu mtu mambo yake yalikuwa yamefanya nini? Yamejulikana. Alikuwa anamjua Yesu Kristo. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, Ibilisi anakufahamu. Anajua huyu mtu siwezi cheza na yeye. Anajua huyu mtu siwezi kugusa yeye. Anajua huyu mtu siwezi letea yeye kisirani. Anajua yeye huyu mtu siwezi letea yeye mapepo mengine. Kwa maana Yesu atang'oa. Bwana asifiwe. Ukiwa ndani ya Yesu, Yesu atang'oa yale yote mapepo Ibilisi ataleta. Lakini ukiwa hauko ndani ya Yesu Kristo, Ibilisi akileta mapepo unaanguka. Ibilisi akileta nini? Unaenda pale. Unaona watu vile wanakimbia usiku na mchana kwa maana ya mapepo. Unakuta mtu ni mtu ambao unaheshimu, lakini yeye anakimbia kwa waganga. Kwa nini? Kwa maana ameogopa. Ati anasema mrogi anamroga. Mroga akuroge nini? Anakuroga nini? Kwa maana ukiwa ndani ya Yesu hata hiyo mambo huwezi kuyasikia. Kwa maana Yesu atakutetea. Ndipo sasa Daudi anasema mimi nakaa ndani yako, hata adui wakuje maelfu. Anasema hata adui wakuje wangapi? Maelfu. Walisingira pande zote. Hiyo ndio Biblia tulisoma. Walisingire kutoka upande huu na upande huu. Haya yote siwezi kuogopa, kwa maana wewe uko pamoja na mimi, na nguvu za Yesu Kristo ni nguvu hatari. Bwana asifiwe. Tukiwa tunamjua hayo, Bwana atasema ya kwamba wewe ni mtoto wangu. Wewe ni mtoto wangu, atakuita mtoto. Kwa maana ukiwa kama atakukinga kama mzazi anakinga watoto. Mtoto akikosa kama ni sura fisi, mzazi ndiye anajua. Ikiwa mtoto ana kitu chochote, nguo na mavazi na sabuni na kila kitu, ni nani anajua? Mzazi. Yesu ni mzazi wetu mkuu ambaye anatujua yale yote ambao tunakosa. Ikiwa wewe utakosa kitu fulani, mkimbilie Yesu Kristo. Usimkimbilie binadamu. Yanataka wewe na mimi tuweze tukaitwa watoto. Na ukiitwa mtoto wa Yesu Kristo, sio mtoto tu. Sio mtoto atakuja kupotea. Ni mtoto atakuja kuchukua nini? Urithi. Na urithi wa Yesu Kristo ni uzima wa milele. Bwana asifiwe. Basi ni hayo ningetaka kuongezea, na najua ya kwamba mumebarikiwa. Mumebarikiwa sana, na Bwana aendelee kuwabariki. Bwana asifiwe. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi, na Bwana awabariki sana.